Kwa majina ni Masi Momanyi. Niko 20 years old. Siku on 23rd tulikuwa na argument na fiancé wangu Sheldon Ombongi. Kulikuwa na issue, kwenda kumuuliza akanigonga kwa room. Sasa nikaamua kwenda kuambia mamake, alikuwa kitchen. Kufika huko vile nilikuwa namuelezea, Sheldon alisikia akakuja. Hakuwa anataka nimseme amenigonga. Akachukua, kulikuwa na maji ilikuwa ina boil kwa gas, maji ya kupika sapa. Akanimwagia. After kunimwagia, bado akazidi kunigonga. Majirani wakanileta hosi. Sasa naendelea kupata nafuu, lakini hataki kulipa bill. Bill inaendelea kuongezeka. Na sijamsikia mahali yako. Nika alienda juu sijamsikia, alienda hadi na simu yangu. Sijamsikia. Anakaa US, Minnesota. Amesema anataka ni withdraw kesi. Ndo anilipie bill. Naomba nilipiwe bill nirudi shule na nipewe vitu zangu ako nazo. Kila kitu yangu hadi certificate, kila kitu. Juu tulikuwa tunaishi pamoja Nairobi. Mimi ni student wa Gatundu College iko Kiambu. Nafanya human resource. Niko second year. Sasa hiyo unafaa kurudi shule. Nafaa kurudi shule. Tulikuwa tushaintroduciana kwa both families. Familia yangu na familia yake walikuwa wanajua tuko pamoja, tuko na uhusiano. So wakati alikuwa alienda US na wakati alirudi, sasa amekaa huko kwao tangu 2017. Tumejuana last year. Tukaenda home December last year. Hii ni mwaka wa pili. Alikuwa ananitishia. Alikuwa ananiambia nikimwacha ananitafuta. Hata nitafuta Kenya ni ndogo. Kwa majina mimi naitwa Elijah Anyona. I'm working with human rights in Kisii areas. Na kuhusiana na hii kiza, one of the family walikuja mpaka kwa ofisi yetu hapa Kisii town on Friday. Ndio wakatupatia ripoti ya kwamba kuna one of the family amekuwa assaulted na bwanake, na inaonekana ya kwamba hawataki kumlipia bill ya hospitali ambayo imetolewa. So ile kitu ambayo tulifanya, nilimuuliza huyu bwanake ako wapi, akaniambia Amerika, lakini inaonekana ametoroka kwenda Amerika. Nikawauliza kwamba kama wako na address ambao tunaweza kumcontact, watupatia address ya WhatsApp
Immediately on Friday tuliandika barua, tukatuma kwa WhatsApp kumwambia alipe pili ya mgonjwa ili amruhusu atoke hospitali. Alisoma hiyo barua, baadaye akafanya nini ile kublock, kablock hiyo namba tena. So from that time on Saturday nikapata tena simu kutoka kwa one of the family ambao ni dadake, kiniambia kwamba the family wamekuja kumuondoa hospitali ili aenda atoe case police. Nikamwambia wacha nikuje. Nilikimbia kutoka nyumbani nikakuja mpaka hospitali hapa. I met the family, wanawake wawili na mwanaume mmoja hapa. But hawakutaka kuongea na mimi. So nilijaribu kuambia let us talk, tuone the way forward ya ile ambayo inaweza fanya huyu mtoto atoke hospitali. Waliignore, wakasema no, we are not talking with you. Wakatoka wakaenda. Sasa ile shida ambayo iko hapa, huyu mtoto ni haki yake ya kwamba kesi ifanywe kulingana na sheria. Lakini the family wenyewe pia wameweka kesi eti kwamba huyu msichana ndiye alichoma mamake mpaka maji kama yeye. And kuna other reports, I don't want to talk about it now. Ile ambao kulikuwa tumefanya uchunguzi kidogo, kuna reports ambao zinaweza kusaidia. Ikiwa wameweka OP mpaka wamepata P3, why did they want huyu withdraw the case? Na kama walikuwa nataka wa withdraw case, mbona wenyewe waacha withdraw hiyo case alafu na waambie na huyu afanye nini? Withdraw. That is the question. Na wajue ya kwamba huyu mtoto amepata ajali akiwa kwa familia yao, and they have to take that responsibility ya kuona kwamba wamemlipia bill atoke. Kama kuna any issue ndio wakuje wakae wa settle those mothers ili ndio kila mtu apata haki yake. But ikiwa wana insist ya kwamba wapeana hizo conditions ya kwamba a withdraw case ndio wamlipie bill, hiyo hatutakubali kama human rights. Even the family imestand firm ya kwamba hiyo haitawezekana. Kama wanataka waje wakuje kwanza tuelewane, watoe mtoto hospitali ndio tuende tukae tuone the way forward. Kitu kingine cha pili, huyu kijana ametoroka, is not in Kenya by now, lakini kuna njia ambayo tunaweza kumpata. Haimaanishi kwamba bila ameenda huko hatapatikana, atapatikana by all means. Tutaandika barua, sitaenda kwa United Nations, alafu ndio atafutua huko. Tuko na picha zake tumepata. Only we ask this family, hatutaki kwenda mbali, wakubali wakuje walipe bili ya huyu msichana atoke hospitali kwa njia nzuri. Other issues siwe settled in a peaceful manner. Ingawa huyu kijana amewahi kusumbua huyu mtoto wakati alikuwa anaeleza, amemsumbua for long, na hiyo sio mapenzi. Na mtu kama ameoa mtu lazima ajue haki zake siwe zinalindwa. Article 27 is very clear. Kila mtu wako na rights zake, na hizo rights zake lazima asingatie rights za huyu na huyu asingatie rights zake. But ku violate somebody's right mpaka amemharibia, ako shuleni sasa hii ako hapa, hiyo ambao ni makosa. We are here to settle the matter ikiwa watakubali kutoa huyu mtoto. Kama hawatamtoa, vile pili inaendelea, wajue kwamba hiyo lazima wenyewe ndio watakuja kulipa. It doesn't matter. Hayo ndio machache ambayo nilikuwa nayo. So the actual degree of the burns, we are managing second degree burns, and the total burn surface area is 10%. So second degree burns, total burn surface area of 10%. It has some implications because now we are also doing physiotherapy because they can develop contractures, so movement can be an issue, yeah. But we have been doing physiotherapy so she can actually
with a bit of help, she can move around, but we have to do physiotherapy for her to help with that. Yeah. She also has an issue. There is the issue of feeling that someone is out there who can assault you anytime, and a feeling of insecurity. So she actually needs some counseling. We've been doing that a bit. Okay, my name is Brilliant Momanyi. I'm 28 years old. I'm the sister to Mercy Momanyi. I received a call from my mother on 25th at night. She insisted that I come home, that my sister was not well. And so I traveled on a day after, only to find my sister covered with burns. And she was in this hospital, and in that ward, she was with another lady who she calls her mother-in-law, the mother to the fiancé. And they were trying to bar us from talking to her, from asking any question, because at that time we didn't know what had happened. And so, as a big sister, for us, we do not have a dad. I took that responsibility to go and report. I reported at Mosocho. Of course, when I went there, the police said they were already aware of that issue, because that night when the incident happened, someone called 999. It reflected back to Nairobi, and of course Nairobi called the nearest police station. It happened to be that one. And so when the police went there, they say the family refused to talk to them, and of course the police said they didn't see the victims, so they did not do anything. So I reported, and then they referred me to the DCI in Kisii Central. I went there, and I told the DCI we will also want to be able to be visiting our sister and take care of her. The DCI called the hospital administration, and yes, now she was transferred to this room. That night, when she was transferred, the other patient was relocated to a different hospital called Oasis. And yes, I went back to Nairobi, only to come back later when she's about to be discharged. Now, her bill is out already. As a family, we do not have that money. We've tried to follow up with that family. They are asking us to withdraw the case before they pay her bill. We tried to reach out to the guy who was now the fiancé. Seems like he's not in the country. And so I felt helpless, and I reported the matter to the Human Rights Department here in Kisii, if we can get help, because now we cannot pay the bill because, one, we do not have the money, two, she was assaulted under their care, and they're the ones who brought her to the hospital. And so we're asking for justice for my sister, because initially I'm the one who was paying her school fees, despite also me being a student. I was paying her school fees at Gatundu until when she told me she had a boyfriend who will take care of that. And she even shifted from the place that I had rented her nearby that school and went to live with the boyfriend in Syokimau. Yes.